Reverend Lucy Wagojiri, ndio tusikie neno la Mungu. Naomba tu kwa heshima tusimame tu. Hawa watatoka hapa, akikuja hapa ndio waombe. Nataka tuandae makofi yetu, tumpigie makofi mazuri. Our Reverend, karibu sana. Silia machozi haya, ni wewe wajua. Silia machozi haya, ni wewe Jehova wajua. Imba tena, silia machozi haya, ni wewe Jehova wajua. Silia machozi haya, ni wewe wajua. Twakuheshimu ni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Twakupa sifa Muumba wa mbingu na nchi ni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Katikati ya uchungu na machozi mingi, Mungu usiyeshindwa, neema yako siku ya leo yatutosha. Wewe ni Mungu pamoja nasi, wewe watujali na unatupenda. Bwana wa mabwana, pokea utukufu siku ya leo, siku zijazo, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakilia kwamba wewe ni Mungu katika Kenya, and you will never let Kenya go. Dukareka fururi wa Kenya urere, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Utukuzwe na uimidiwe milele. Asante kwa amani na rejea Kenya. Asante kwa amani kwa roho zetu. Asante kwa amani kijiji la Nairobi. Asante kwa amani kwa jamii hizi. Wewe ni mwaminifu. Na sasa Bwana wa mabwana, you are the father to the fatherless. Sikayala babozi ya mahaya. You are the husband to the widowers, oh God. You are the husband to these widows, oh God. Wewe mzuri wa tumia haya. Twakuomba kwa jina la Yesu wafariji. Twakuomba kwa jina la Yesu fariji watoto wao. Twakuomba kwa jina la Yesu bariki wale wamewabariki na pesa na kuwaombea. Twakuomba kwa jina la Yesu fariji wote ambao wameumia. Twakuomba kwa jina la Yesu warehemu wao ambao wanateseka. Twakuomba kwa jina la Yesu neema yako ikatutoshe. Mungu wa miungu, may your peace prevail. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Twatangaza amani. Nyosha mkono wako kila mmoja. Nyosheni mikono yenu kwa hawa wa mama. Morotigi moko manyu. Sisi tumebarikiwa na Mungu, ukiongea mambo inafanyika. Tawagojiriwe iguago. Sisi wote Mungu ni wa rehema. Nyosheni mkono, sema Mungu. Usiogope, Mungu anakupenda. Usiangalie dhambi zako, usiangalie kule umetoka, usiangalie shida zako. Mungu anakusikia, anakupenda. Sema tena, Mungu wa rehema, warehemu na jamii zao. Rehemu maisha yetu, rehemu Nairobi, rehemu Kenya. Wewe ni Mungu pamoja nasi. Twakuomba. Amen. Igono ya maoto matewe ingai wekalama neganya. Tuketi mamuri, peace of God. Nilikuwa naimba na kwa lugha ya mama tuketi, wale tuna mahali pa kuketi, na nikiwa naimba ya kwamba juu ya haya yote wewe Mungu ni Mungu. Kwa heshima sana na wasalimu kwa jina la Yesu, na ni kwa unyenyekevu sana nikitaka mkaweze kuniunderstand kwa sababu tunaenda kwa Bishop Kiuna. Watu wanajua Nairobi hii another hero has fallen. Bishop Kiuna wa JCC ametuacha.
na tunaenda mahala pale saa 7:30. Kwa hivyo nikihubiri dakika 10 na tumalizie ingine 15 hivyo itakuwa sawa. No sawa. Hata hiyo itakuwa mzuri kwa sababu wengi wamesimama. Kama uko na mahali pa kuketi uketi. Niko na dakika kidogo tu niwafariji kwa heshima sana. Siku ya leo kwa heshima nimesimama mbele yenu, sio kwa sababu mimi ndio najua zaidi ya nyinyi wote, lakini Mungu, God is a God of order, kainua mipango na alipanga ya kwamba mimi Evangelist Lucy Wangoji, ukiniita Reverend ni sawa, niwe ninahubiri kupita mipaka. Mungu ameniita nikiwa ofasia wa Beyond Prayers Beyond Boundaries. Hivyo ni kusema ya kwamba makanisa yote nikienda kanisani mwenu mimi nafika. Kwa wale hawaenendi kanisa nikikuja karibu na wewe umefika. Kwa wale hawaamini hata maombi nikija kwenu unafika. Kwa wale ambao wameokoka kama mimi nikija unasikia uko sawa. Kwa wale hawajawahi okoka na matienda wakomenya nikiwa na wewe unasikia uko sawa. Ni kwa sababu Mungu ameniita Beyond Boundaries. No sawa. I think hiyo iko better. Nikaitwa Beyond Boundaries. Kwa hivyo huwa ninaomba, ninahubiri katika Nairobi hii na ninahubiri Beyond Boundaries. Ninapenda watu wa Nairobi, wafanya kazi wale wanafanya Nairobi sana. Nimekuwa na mikutano mingi, tumekuwa na mikutano mingi Nairobi hii kwa watu wengi wakiendelea na biashara, na ni kwa heshima sana wafanya kazi wa Sunbeam wakiongozwa na Munesh my friend, nimeweza kuwa pamoja nani siku ya leo. Ningetaka kwa heshima nimshukuru Mungu kwa sababu ya wa MCA Mheshimiwa Kwenya kunitafuta. Nilikuwa na shida wala aje theraki. Au can he call me mchana sichukui simu usiku na najua mimi nimeoleka, simu yake ina link mzee akiwa pale. Mulielekewe. How do you call me when my husband is there mpaka usiku saa 6 saa 7 usiku? Mpaka mzee akaniuliza no sio kwa kama pia ni mheshimiwa kwenye adhimu yake. So kuchukua na sema ya kwamba watu wa Sunbeam wanasema utafutwe uconfirm kukuja kesho. Sasa nikaweza kuelewa ndio na nitafuta niweze kuconfirm. So nimekusamehe. Ambaye ni akolekera hata yeye sawa. Thank you, ulinipeleka bio na lakini nikaona ni kwa sababu ya upendo. Asante sana kwa kunitafuta hivyo. Nishukuru Mungu sana kwa Mheshimiwa Mwago my friend. Asante. Ungekosa kukuja, tungekuanika kwa radio jameni. Tungekuanika, tungekurarua, tungekukosa hapa. Mheshimiwa Mwenje, umetoka kule mpaka umekuja hapa. Ungekosa kukuja kuwa na watu wenu, tungewararua, tungewaanika. Our OCPD for the great honor ya kwamba kazi haiendelei wakati watu wako wanaumia. Ungekosa kuwa nasi siku ya leo, tungekuanika, tungekurarua. Lakini sasa tuko sawa. Hiyo ni sawa. Sasa nishukuru sana watu wote wafanya kazi pamoja na Munesh, wale wote mnafanya kazi, wengine wamefunga, nyinyi wote na hii jamii yenye imepitia mazito. What can we say? Ili tutio toki hota komwira on the prayers. Na kwa heshima sana nikishukuru wale timu yangu nimekuja na wao. Wakati niambiwa na Mheshimiwa Kwenya aliniambia ukuje na vitu zako zote. Mheshimiwa Mwago, unaona Mheshimiwa Mwenje, ni Beyond Boundaries. Ukiwa na mkutano mahali unaniita tu, the best thing that I do, nitaomba, nitakuja na vitu zangu na sitakuitisha kitu. Maana mimi sikuragi pesa ya politicians. Mimi sikuragi. Na kama kuna mmoja mwenye atasema nilishawahi kura yake aniambie. Huyu anakujaga kunitembelea kanisa na mpatia fuel. Na titodo nende, no ndagadia tugane ni doragia Wangoji. Sasa nafanya hivyo kwa heshima sana. That's why I'm afraid of them all. Mimi naombea ile bull. Hakuna shilingi. Already hii niambie my brother. Ni mwende tekana kwa mraya. Mtu tawe kago wati anadage kile wakireba kile todo aliona kio. Na niage ya muhiki goko ni ahole rohe. Ahiki nao yani wengi umepata msupu huku mwingine na we thank God for you. Thank you. Wakati nilipigiwa na Mheshimiwa Kwenya, usiku huo nilijaribu kupigia Karango. Sasa uzuri wa Karango hata akiona mke wake akiona ni mimi ni moyo ni tikire maundu maingi todo ni maundu made no ndikikorago namo. So mimi nikuomba tu. Karango akachukua mamu ni nini, anasema watu wanakuhitaji tao. Nakasema please mamu niko na mkutano saa 7. Nikamwambia saa 7 hiyo utakuwa wapi? Tao mkua watu wako alafu utarudi. Sasa naangalia naona saa 7 ya Karango imefika and he's still here. Thank you so much. Umecancel mambo mingi ili ukuje usaidie. Everything that you do in this nation we see, we recognize and we honor you.
Ngai arokurathima, arogwika manene. You are such a gift. Na pamoja na mchungaji wangu, mchungaji Amos ako wapi? Thank you so much. And the team ya PBB, inwani mikono tu hivi, mmefanya kazi nzuri. Mchungaji Julius yuko pale. Thank you so much. Come and sit here. Asanteni sana. Sasa kupigiwa na mheshimiwa Kwenya, mimi nilitafuta South ya kanisa, viti hapa, kusimama hapa, kila kitu, na nikakuja na timu yangu, na hatulipwi. Jua muwezi kutulipa. Kalago wa Muraya, hakuna mtu dunia hii aweza kumulipa ile kazi anafanya. Gutirio kihota kumuleha. So hatuko hapa because of anything, ni kwa kuwapenda. Na niko hapa nikisimamilia also Kameme FM. Maana kwa wale wananijua, I am the gospel presenter. Every Sunday morning, Sunday asubuhi kwa Kameme for the last, this is 25th year. Hata mheshimiwa wangu hapo amezaliwa. Can you imagine? Mimi niliingia Kameme kama hajazaliwa. Maombi yangu ikafanya mamake ya conceive. Ona ndio mbele. Na sasa riwa akorete mimi nikiombea taifa hili, gihara borori, gihara doa yote, na Ngai aturite Ngai. 25 years, this is the 25th year. Sunday morning Kameme kayoka moige. Na nimekuja hapa na salamu mingi kutoka Kameme FM kusema nyinyi mnatusikiza, nyinyi mnatupenda. Mungu awabariki sana sana sana. Tumefurahi from Kameme FM. Amen. Good. Sasa dakika zangu zaendelea kuisha. Ladies and gentlemen, kwa majonzi yenu na kwa ile na uchungu ulioko ndani yenu, nimekuja kuambia hivi, nisikizeni, raina goko niko gayari, raina goko nimekuja kuambia, you should never judge your future by where you are now. Don't think it's over. God has the best plans for you. Never judge your tomorrow. Usiangalie siku yako, yale unapitia siku ya leo, and you judge your tomorrow based on where you are today. You know, humility, ladies and gentlemen. Uwezi angalia ile umekuzingira siku ya leo. Nikiangalia na wengine wamekaribia Yesu kule, horo anyu wako sawa, wako kule juu. Unajua Yesu akimiss mtu ni nyinyi mtaitwa kwanza. Wako kule. Nikiangalia building vile ilivyo ama iliko, gethwali mwadhani, nikiangalia hivi, ile kitu yaweza tufuja moyo. Ukiangalia circumstances Nairobi hii, ukiangalia jamani kwenu nyumbani, ukiangalia mashida yenye iko, tuweza fujika moyo. To my sisters wenye umewao wameaka, ukiangalia maisha sahihi, waweza fujika moyo na ushinde goga ikaratea. Lakini nimekuja kwa neema yake Mwenyezi Mungu kusema jambo moja. Ndiye mno mbele ya Ngai. Do not judge your tomorrow by the circumstances you are going through today. Musijudge siku ya kesho atiru nego wathoka nyondo oria kuhana umuthi. Kunaye Mungu wa siku ingine. Amen. Ni kuri Ngai wa ihinda ringi. Amen. Na ndio nimekuja kuwatia moyo siku ya leo na kusema topic yangu ni tumaini. Mokorino ni aligirwo ni ritwa tumaini. Netha neema aligwo no ni tukiwa korino matiwe kwaria githwe ni no ni turamaruta mwathani agocwo. Sasa mokorino alishire, mimi nimekuja kuambia tumaini is hope. Kiregerero. I've come to tell the Sunbeam traders. I've come to announce to the Nairobians. I've come to announce to Kenyans. There is hope. Kunaye tumaini, because there is a God in heaven. Kunaye Mungu anatushughulikia. Kunaye Mungu anatujali. Kunaye Mungu anapenda Nairobi hii. Kunaye Mungu anapenda Kenya hii. Na Mungu aliniambia some years back, nitangaze na ninaweka pale anytime ninaongea, God will never let Kenya go. Gaita kale kafurori orere. Kunaye Mungu anatujali na anatupenda. I've come to give you hope. Ladies and gentlemen, mtu aweza enda 40 days bila kukula. Tunafunganga na tuanza enda siku mingi. Waweza enda 3 days bila maji. Waweza kosa kuvaa nguo na uelekee na uende zako. Waweza kosa kuongea na uende zako, maisha iendelee. Lakini wakati huna tumaini, life is over. I've come to tell us in all humility, when you do not have hope, life is over. Hata wakati mambo tunapitia mazito katika Nairobi hii na Kenya hii, jamani, ladies and gentlemen, in all humility, ni vema tuwe na tumaini. Mundu tare kiregerero dale rosio. I've come to tell the Sunbeam traders, despite the challenges, mtu ambaye hana tumaini hana kesho, but there is a God of tomorrow. Let there be hope. Ladies and gentlemen, where do you turn to
when there is no hope. Wakati huna tumaini, unaangalia wapi? Unaangalia nani? I've come to tell you that wakati kimeumana katika maisha, kama vile tumeona kukiwa na giza, na ni kama maisha imefika mwisho, toka kumwena terere, when things are tough in our lives, we retreat to the character of God. Wakati kimeumana, mundu arodhagireria uria we Ngai ari. How is God? Kwani Mungu ako namna gani? Mheshimiwa Mwenje, wakati kimeumana, retreat to the character of God. Wakati wana ndiko wakinya mwisho, mundu agaragia kuririkana, kwani how is God? Unakumbuka God is good. Nasema kama wewe Mungu ni mwema, nitakuamini. When things are tough, we retreat to the character of God. Kwani Mungu ako namna gani? God is faithful. And God, the greatest power of God, ladies and gentlemen, is love. Hinyoni munene muna Ngai akoragwo naguo ni wendo. Na Mungu anakupenda na anatujali. Wakati kinaumana, retreat to his character. Bible inasema, nikienda kumalizia, Romans 15 and verse 13. Warumi 15 mstari wa 13. Hebu sikiza, wengine kanisa waendagi, wengine wanika kama kaago jiri, lakini tuko sawa todo tu haha. Warumi 15 mstari wa 13. Mungu wa tumaini awajaze nyinyi furaha na amani katika kumwamini. Gayulio hena gathayo. May the God of hope, May God, the source of hope, fill you with joy and peace through your faith in him. Yule Mungu ambaye anapeana tumaini, akajaze mawazo yenu. Wafanyakazi wa Sunbeam, wale wako neighborhood, wale hawajui shule italipwa na nini, wale hawajui landlord nitalipa rent namna gani, wale hawajui mavazi nitatoa wapi, wale unasikia umefika mwisho wako, nimekuja kwa unyenyekevu kusema usikufe moyo. There is a God who gives peace to the people who looks up to him. Wakati unasikia kimeumana, tira imaitha manyu kore Ngai, Ngai ndanogagio ni inyuĩ. May the God of hope fill your hearts with his peace. Mungu ambaye anapeana tumaini ajanu na amani yake. There is hope. Things can change. Tuliona Nairobi hii mambo ikibadilika. Tumeona Kenya hii mambo ikibadilika. There is a God who can turn our mess into message. Ukigana ni oria kuritohete. Dear ones, do not give up life. Hope, sorry. Do not give up hope. You need that kind of hope. God is always there. Mungu ako nasi in our past. Mungu ako nasi in our present. Mungu ako nasi in our future. He's with you in the good places. He's with you in the evil places. Mungu ako everywhere. And you are never alone where God is. Hope is. You are never alone. Niseme hivi na sijui kama mheshimiwa Kwenye unajua. Hapa Railways mimi 19 nilikutana my first date. Acha niwaambie hii nikienda kumalizia. Date yangu na mume wangu, acha nikuseme hiyo kwa sababu ni mlinipatia microphone na karango ndo akaigue muno. Ile date yangu ya kwanza nilipata ili niweze kuoleka. Kasichana kametoka Nairobi. Na nilikuwa house girl. Nilikuwa house girl Buruburu, si mnajua story yangu. And that was 1991, 1992. Nilikuwa house girl Buruburu. Na tulikuwa nikimaliza mambo ya house girl, nikaanza kuzungusha nguo. Hapa nyinyi mnako na building mahali mnaweka. Nilikuwa napitia line hii kama nimebeba mashati. Shati nimeweka kwa hanga, nimepiga pasi vizuri. Karago hakuwa amezaliwa, usijali. Once upon a time nilikuwa hoka kabla hujazaliwa. Kabla hujazaliwa unamanya nenywe moroiga mukanika na gatawale kuo. Nikizunguza nguo hapa na shati zangu nikienda. Lakini katika kuendelea kuuza kule, nilipewa my date ya kwanza na mume wangu. Sasa alikuwa my boyfriend, then my fiancé. Tukakutana. Tulikuwa tunakutana pale Railways. Na kulikuwa na kitaa kubwa. Hakukuwa na mobile phones. I'm talking of 1993. 1994 actually. 1994 hakukuwa na mobile, hakukuwa kile tunapiga tunasema ndio mimi hapa ninakuja, unioni ndio mimi, hakukuwa hizo. So tunakutana namna gani? Wakati tuliachana aliniambia Sunday hiyo ege tukutane gitaa ine kwa ile kwa Kisa Railways. Manze nilikuja Railways saa 5. Aliniambia saa 6. Nikakuja saa 5 juu ya matatu nini. Nikakaa saa 6, saa 7, saa 8. Gari zote zinakuja na gari umumaze huyu mbaba akuji. Yaani gari zote zinakuja akuji saa 8, saa 9. Nikakasirika nikasema hata akikuja sitamuongelesha.
Hebu sema wege. Sasa mimi nimekaa sitamuongelesha, nimechoka na nimenoki. Immediately saa kidogo basi ingine katokea. Mjamaa akatoka, nikasahau nilikuwa nimekasirika. Kasahau kabisa, nikamsalimia mzee, umeniweka hivi ati magari, nilikuwa nataka kuona kama uko serious. Yaani niko serious na nilitoka kwetu Romana yenyewe moto twaraga urumono. Arome saa zingine wanaume, yaani nilitoka kwetu na nimeoga. Na nimebaki watu wengine inaenda hivi. Na nimeshuka pieces zingine zimeanguka mpaka huku. Na niko Nairobi unaniambia nimetoka kwetu kwani siku tayari. Kwa nini nakwambia about this place? My life started here. Wakati niliitwa na Munesha kaniambia mahali nakuja kuhubiri, nilikumbuka mahali maisha yangu ilipita. And now 29 years ago bado niko kwa the same man with so many children and I'm a grandchildren, lakini life started here. Na mahali pale nilianza, nimezungusha mashati area hii ya Kigai. Nimeshuguza mashati, nimeuza. Kumbe Mungu alijua siku moja sitazungusha, nitashugusha neno la Mungu. Nimekuja kuambia ya kwamba do not judge your tomorrow based on what you are going through today. Usikufe moyo siku ya leo kwa sababu ya kesho yenu iko mikononi mwa Mungu. Nikimalizia kwa heshima sana, ni kwa sababu story yangu ya house girl, story yangu kuwa hoka iko ndio nikio denyi hagia nikio giragare mwegenyi ndio saa zingine ndora nikomenya Mungu aweza kukutoa bali jameni, akikuelekeza mahali. Usikufe moyo kwa yale unapitia siku ya leo. Roshiro kesho yako iko mikononi mwa Mungu. Na hali hii mahali inarushwa sio mahali inaanguka. Where it is thrown, it is not where it falls. Mtu mmoja akafika mwisho wake, kama vile our brothers, our sisters, our parents, watoto wetu walifika mwisho. Hearing the story inafanya tusikie machozi. Mtu mmoja akafika mwisho kama vile hawa watu wetu wamefika mwisho. Na alikuwa anampenda God, akaomba usiku yake yote. Lakini kukikaribia kama asubuhi, na munisikize vema na malizia, kukikaribia asubuhi akamwambia God, if you are there, speak to me. Gayoko wewe kuo, kama Mungu uko wewe, nena nami. I have been there. Nishawaifika hapo mimi nikaambia Mungu, Gayoko Roma wekuwa, speak to me. Na ninajua watu wengi sana hapa mshawaipitia mambo mazito mpaka mnaambia Mungu, Gayoko Roma wegai, kama wewe ni Mungu, speak to my spirit. Ladies and gentlemen, huyu mwanaume akaambia Mungu, kama wewe ni Mungu, speak to me. A story is given. Na nitapeana vile tu ile story iliandikwa ya kwamba yule mwanaume alisikia voice. Wagojini, how true are you? Ndio urejoe ni aterere. It is very inspirational. It could be true, it could be a story, lakini roho wa Mungu anaongea. Mwanaume amefika mwisho wake, anaangalia jamii yake, amefika mwisho, anaangalia biashara, amefika mwisho, anaangalia nyuma, amefika mwisho, anaangalia mbele, amefika mwisho. Akamwambia Mungu, kama Mungu wewe ni Mungu ishivyo milele, nena nami. Kanami ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, ili peke yangu kana. Akasikia sauti inamwambia, be aware that I am God. Ujue ya kwamba mimi ni Mungu. Akaangalia haoni ni nani anaongea. And another voice ikasema tena, be aware I am God. I will take you through an understanding of who I am. Nitakupeleka kwa kasafari uweze kuelewa mimi ni nani. Mwanaume akasema, kama ni Mungu nena nami. Akasikia sauti inamwambia, when you are at your last, wakati umefika mwisho wako. Akaambiwa fanya kidole hivi, akafanya hivi. Ya kwanza hivi, akamwambia kidole ya kwanza, quit worrying. Wacha kukaa kama unaogopa, unastuka. Akasikia sauti inamwambia, life has dealt you a blow and all you do is sit and worry. Have you forgotten that I am your God?
Umeketi na uko na shida, unasikia mawazo mingi na umekufa moyo. Don't you know I am your God? Hujui mimi ni Mungu wako? Akasema nimesikia. Kama wewe ni Mungu, speak to me. Akasikia kitu ya pili, akaambiwa weka kidole ya pili. Akaweka ya pili. Akaambiwa after quitting worrying, now put it on the list. Weka kwa list. Akauliza list gani? Kawaambiwa, akasikia sauti inamwambia weka kalamu karatasi mahali, andika list ya ile mambo unataka. Akachukua kalamu, huyu ni mtu, ni sauti tu anasikia. Akaanza kuweka list. Pesa ndio hiyo sina, nyumba sijalipa, building ndio hiyo, Nairobi ndio hiyo, mambo inaendelea hivyo, serikali hatujui kutakuwa namna gani, waheshimiwa ndio hao, sijui mambo iko namna gani, iko hivi. Akaambiwa na Mungu, even before uandike yale yote, I knew, because I am all knowing. Mungu akamwambia, unapoamuka kila asubuhi, kumbuka ya kwamba I am all knowing. Mimi ninajua mambo yote. Ugai, Mungu anajua mambo yote. Mambo ya tatu akaambiwa write this. Kidole ya tatu, trust me. Jehoke. Once you have given your burdens to me, wakati mumepeana shida zenu kwangu, wakati mumepeana shida, building ndio ile, kazi ndio ile, Nairobi ndio hii, jamii ndizo hizi, wagonjwa ndio hawa, maradhi ndio hawa, long ndizo hizi. Wakati tumetaja zote mbele za Mungu, Mungu akamwambia namba tatu, trust me. How do we trust God when we don't see, when we cannot understand? You just see, uanze kurudisha mawazo yako, uanze kufikiria kile unajua about God. What do you do when you don't know what to do? Mazia kataya. Mundu wekana atalini ya utoyo uliegweka. Wakati hujui kile utafanya namna gani, anza kufanya kile unajua. Kitu gani? Najua kuna Mungu, najua ananipenda, najua ni mwaminifu, najua ni mwema, najua yeye ni Mungu. Halafu unaweka kawimbo ya kukutia moyo. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe, pamoja nawe, Jehova, pamoja Nairobi hii, Jehova, katika safari yangu tatembea nawe, bila mume wa watoto wangu, Jehova, pamoja nawe, bila stock nitafanya namna gani, pamoja Jehova nawe, kwa hii safari Mungu wa miungu, katika when you don't know what to do, do what you know best. Weka kawimbo ya kukutia moyo. Najua siku hizi watu wanaamuka na mnaanza kusikiza nyimbo za kuwapoteza. Watu wanaamuka na wanauza na simu na kufuata mambo yenye inatokelezea ya kuwapoteza. Lakini ukiamuka asubuhi unaweka wimbo kama ule, ama ikinenega na hiya, you put a song, wimbo yenye itakutia moyo. Watu wengi wanafika mwisho wao kwa sababu ya kile wanasikia. Because what you hear will form you. What you hear here will keep you. What you hear will destroy you. What you hear, guard what you hear. Mjue mambo ya kugadi, kushikilia kile unasikianga. Kile unasikia chaweza kukumaliza uishi. Kile unasikia chaweza kukusimamisha katikati ya dhoruba. Nairobians, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, guard what you hear. Guard what you hear. Ukigamuka tunasikia Nairobi kunaendelea hivi, uko kwa TV ukisema haya, masaa 5. Achana na yale, weka kawimbo. Unaanza kusema pamoja na wewe, Jehova, pamoja na wewe, na mazoka safari yangu tatembea na wewe. Mambo si matatu, mambo ili
ilikuwa gapi? Mambo ilikuwa 10 na ninamalizia. Kwanza aliambiwa ya kwanza quit worrying. Ya pili akaambiwa put it on the list. Ya tatu akaambiwa trust me, jehokeni. Ya 4 akaambiwa leave it alone. Wakati umetoa mambo yote umemwambia Mungu take over, tika kogie kaleke. By worrying hatuwezi jiongeza siku ingine. Huwezi pata pesa imekugoja kwa kustuka, lakini kila siku ambia Mungu, Jehova nilikupatia yote. Namba 4 akaambiwa leave it alone. Namba 5 akaambiwa keep talking to me. Anasikia sauti, jarageria leo tuteraga nikikumwariria kaigema niturekanira nake nigwendaga. So many people wanaamuka and they don't talk to God. Watu wengine wanafikiria wale ambao ni wahubiri. Mimi nimehubiri Nairobi hii, nimewaambia kabla mheshimiwa kuzaliwa, nimehubiri mimi kitambo hata Karago kuzaliwa. Nilianza nikiwa kasichana kadogo 5 years. Nilikuwa naingia kwa church na huko kwetu. Kule sisi tulikuwa tunakaa bila viatu na nyinyi mlikuwa mnakaa na viatu. Hizi tulikuwa tunakaa bila viatu. Mimi nilivaa kiatu ya kwanza size 7 na mpaka wa leo kitaka kunibaia kiatu ni size 7. Wengine tumetoka mbali, tunapenda God na roho zetu zote. Tumetoka mbali. Yaani unavaa hairpiece, unakaa na hairpiece miezi 7 kwa kichwa. Sasa huko tulikuwa tunatoka miezi 5. Nilikuwa naendelea kuomba tu kutoka kule. Mungu alinishikilia kutoka kule bali. Na tulifundishwa ya kwamba ukiamka asubuhi talk to God. Sio wahubiri wanaambiwa ongea na Mungu. Najua siku hizi tunaangalia wahubiri ni kwa kama preachers wanaishi heaven na tuishi heaven. Ukilipa rent ninalipa. Ukiweka gari fuel ninafuel. Ukilipa fees nalipa. Ukipita Nairobi ukipia na mimi nakipia. We don't live in heaven. Tuko hapa kama wengine. Wakati Mungu anasema talk to me, number 6. Kila mmoja wetu ino humility, ladies and gentlemen. My fellow Kenyans, ukiamka asubuhi, kumbuka kumwambia Mungu, Mungu asante niko hai, nimeenda shughuli zangu, twende na wewe. Sio lazima uombe maombi refu kama ya Wangojiri. Wangojiri Sunday morning, this woman anaomba kwa Kameme radio for 4 hours. Masaa gokonia. Na hajasema amen. Na ndaradhira sema odomakuga. Sio lazima uombe maombi refu. Na nilikuwa naambia mheshimiwa Mwenje hivyo. Mheshimiwa Mwenje anaamuka, anaoga, anaobaga akienda. Teka hivi ndani yana ni. Ni sawa tu. Nikamwambia ni sawa. Lakini mheshimiwa Mwenje sikiza. Mungu mwenye alikufanya MP kama babako. Ni vema ukiamka asubuhi unasema, si mimi Mungu umeona tukiwa kijana hivi nikuwe mimi. Nipe nguvu ya kuendelea, niongoze. You know why mheshimiwa? Proud people don't pray. Proud people don't give thanks. Wanafikiria ni wao. Lakini sisi we are not proud people. Tunapoamka asubuhi tunamwambia Jehova, kukua hai ni wewe, kuvaa ni wewe, kukunywa maji ni wewe, kwenda Nairobi na kurudi ni wewe. Mmesikia vile Karago amefanya Turia hapa. Ati ametoa hata kile alikuwa nacho mfuko akikumbuka. Aliambiwa na watoto wake, "Daddy, leo uniletee ABCD." Akaimagine akienda akose kurudi. Kuwa hai ni muujiza. Ukiamka asubuhi, remember fellow Kenyans to tell God thank you. Na Biblia inatuambia tuombe serikali. Wengine wanasema, I cannot pray for the president." Hatuombeagi president tumsaidie. Hatuombeagi hawa tuwasaidie. Biblia inasema kwa 1 Timothy ya kwamba wakati tunaombea viongozi tunakaa kwa amani. Hapana, tunawaombea. Sisi tukiwaombea tunakaa kwa amani. Amani sio kuwasaidia. Sije wala kwenya ni adie kolea godie. Hapana, muombe. Ukimuombea unakaa kwa amani. Back to the story. Wake up every morning. Remember kumwambia Mungu, asante niko hai. Tuko na bagapi? Leave it alone. Talk to me, number 6. Have faith. Akasikia sauti na mwambia kuwa na imani. What is faith? Faith ni kuona ile kitu umesema imefanyika. Nimekuja kuambia wana Sunbeam, ladies and gentlemen, wonderful ladies and gentlemen, fellow Kenyans, kila asubuhi kuwa na kaimani ya kwamba kunaye Mungu atakupeleka na akurudishe. And now the other one, share. Be sharing the little that you have. Nimefurahi kuona vile tumeshare. Share the joy. Life inakuwa better when people share. Life inakuwa better. Mimi nililipa kuleta hizi na hawa wengine ni make sure wamerudi. Life is better when we share. Ni vyema kile umebarikiwa nako ukagayaga. Na mkienda makanisa mkahodha. Tutaidhalia hujia. Husaidii mhubiri. Ni wewe unajisaidia because what you give doesn't die.
Anything you give to God, it doesn't die. It comes back to you. A story for another day. Halafu ya mwisho tukimalizia, be kind. Be mtu generous. Kama vile tumefunga biashara, tuje kulia na hao wanalia, we are generous. Kama vile tumejitolea, we are generous. Finally akaambiwa number 10. Voice ikamwambia, love yourself. As much as I love you, how can you not love yourself? Watu wengi wanajiangalia vile walikosa kusoma, they hate themselves. Watu wengi wanajiangalia, ukikaa na watu wamesoma wanasema, sasa niko kwa degree ya 3. Ukikumbuka ulipata mimba ukiwa class 8 unajichukia. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, you are not prisoners of your past. Haijalishi ulikuwa unafanya nini kitambo. Nilikuwa house girl, today I'm not. Leo ni mimi naajiri watu. We are not prisoners of our... Ile kitu yote ulifanya kitambo. Kijana mwingine alikuja kuniona na anambia, mimi hata siendagi Geshagi. Ni nini? Msichana mwingine kulikuwa December, hata anakuja kunitembelea tu hivi alafu anajiranisha kwangu. Saa ikifaa usimini nilistukia tu asubuhi kumeenda vile kulienda. Alafu namna gani? Ako na mimba na mimi sioi, mimi sitaki kupata mke. Na mtoto akazaliwa. Wakati you mess in life, don't stay there. Keep moving. Mungu hayuko idle ati anakaa tu akiangalia wewe kiliona naona. It is the devil. Satan ndiye anafanyanga hivyo. Satan anakumbusha mheshimiwa Kwenya, ulifanya hivi, ulisimamia msichana huyu. Wewe kwanza mpaka wewe unafanya hivi. Wewe na mimi ulifanya hivi. Wewe moja ulifanya hivi. Satan ndiye anatuangalianga kuangalia kitu tulifanya. God is a busy gentleman. Busy doing what? Loving us. Watu wengi wamekaa Nairobi hii wanajichukia wenyewe, hawajipendi kwa sababu unaangalia stoko yako ni ya 100, unakompea stoko ya mtu wa 1 million, unaangalia maisha yako unajichukia. Love yourself. Niliambia mjenzi mmoja hivyo Sunday nikiwa kwa studio Sunday morning, mheshimiwa, I know you listen to me. Msichana ananiandikia message, 23 year old girl. Kajenzi alikuwa kamepanga kwenda maandamano lakini kakagojeka tu, boni na she's an orphan. Akaniandikia akaniambia, Wagojiri huwa unasaidia watu wengine, si leo ukumbuke tu Jenzi. Nikamuuliza ni nini? Call me. Nikapigia kasema kako hospitali, kamefanywa operation ya intestines, amekatwa intestines, kamegojeka, kamewekwa kwa hospitali juu hakuna bill. Hakuna pesa ya bill. 500,000. Kakaniambia simu nisaidie nyenye iko. Watu wetu na kwetu hakuna nguvu. Kakauliza uko wapi saa hii? Hospitali wapi? Nikafuata, nikapiga, nikaangalia mambo yote, nikaona ni sawa. Nikaambia kama vile Karagoti nafanyanga na yeye. I told my listeners Kameme, I need 500,000 now. Nikwambia within 20 minutes nilikuwa na the 500,000. Nikalipia Kajenzi nikakaambia, Mungu anakupenda, Mungu anakujali, usijichukie. Ati watu wanachukia majenzi, nani anachukia? They are children. Mimi watoto wangu wote ni majenzi. How can we hate our own children? How can we hate? Si tunasimama, we pray for them, na wakitenda mabaya we repent on their behalf. Ile mambo imefanyika huku sio majenzi, ni wakora. Sema washindwe. Ushindwe kabisa, ni wakora. Ladies and gentlemen, do not hate yourself because of your past. Do not hate yourself because of what you are going through. Mungu anakujali, Mungu anakupenda. Ningetaka tuinamishe nyuso zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Utukuzwe na uhimidiwe milele Jehova, ni kwa sababu umetuweka hai. Utukuzwe na uhimidiwe Mungu wa miungu, ni kwa sababu umetubariki. Asante kwa neno lako. Umetuambia ya kwamba tuwe na tumaini na tusiwe watu wa kuogofya. Ni kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tumeungana siku ya leo kuomba na wale ambao wanaomboleza na hawa biashara zao zilichomwa Jehova. Kama hawana tumaini, umenena nao siku ya leo wapate tumaini, wakutumainie na wakupende. Wewe ni Mungu mwaminifu, na kama vile Mungu ishivyo milele, tuatubu mbele zako. Fellow Kenyans, can we repent before God? Beginning of every great thing that God does is forgiveness. The beginning of miraculous is forgiveness. Omba pamoja nami. Sema Jehova, hata kama hujawahi omba tu leo. Sema Jehova, inua mkono, sema Jehova, nisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu. Kuanzia saa hii unirehemu, urehemu jamii yangu, biashara yangu, maisha yangu, Nairobi hii, Kenya hii, maana wewe
ni mwaminifu. Amen. Mungu umesikia maombi. Wewe ni mwaminifu. Ndio nigutuonia kuhoya. Wewe ni Mungu mkuu. Twatangaza amani in the government. Na mkono wako kwa serikali, wakakujue, wakakupende the presidency. Tuomba muongozo wa Roho Mtakatifu in the presidency. Tuomba nguvu zako in the presidency. Wewe Mungu katawale, maana unaweza yote. Tuombea judiciary, ya kwamba from the chief justice, kwa wale wote in the judiciary, they will not sell justice, ya kwamba kutakuwa na justice na neema yako itatutosha. Mungu, penetrate by your power in our second arm of the government, to the glory of your name. Mungu, tuombea legislature, viongozi wetu wote Jehova, that they may honor you, walk in the fear of God. The governors, the deputy governors, starting with Nairobi Governor Sakaja, neema and the wisdom of God. The deputy governor Mheshimiwa Moshiri, Mungu, every governor and deputy governor, the wisdom of God, the grace of God. The senators led by our Senator Sifuna, neema yako, your wisdom, your guidance, katika jina la Yesu. Tuombea women reps all over the Kenya. Tukianza na women rep wetu Jehova, ya kwamba God, you honor her, Pasalis, you lead her, wakuogope na wakuheshimu, uwashikilie, wewe ni mwaminifu. Tuombea MPs wote Jehova, tukianzia na wale tuko na wao Nairobi hii, Mheshimiwa Mwago, Mheshimiwa Mwenje Jehova. Mungu wa miungu, neema yako kwa taifa letu, wakakuheshimu, wakakupende, wakaenda kwa unyenyekevu katika jina la Yesu. Tuombea MCAs led by Mheshimiwa MCA Kwenya mahala hapa, na wote katika Kenya hii, matuiki ya gwetigira, may they walk in humility, in the fear of God. Washughulikia wa Kenya kutoka roho zao, nawe Mungu mkono wako uwe juu yao. Tuombea Jehova the chiefs, sub chiefs, tuombea Jehova county commissioners, tuombea askari wote Jehova, the cabinet secretaries, the prime secretaries, oh God, viongozi wao wale wanasaidiana kazi, our OCPD na serikali yote. Ulinzi wetu Nairobi hii, ulinzi Kenya. Mungu, zingira Kenya na damu ya Yesu. Mungu, linda taifa la Kenya, zingira Kenya, pigania Kenya, tuhifadhi jamii za Kenya, hifadhi biashara zetu, hifadhi watoto wetu. Ni kwa sababu unaweza. Na kuanzia leo, wale wote mnafanya kazi Sunbeam, kaidi simameni. Wale mnafanya kazi Sunbeam, simameni. Nikitaka uchukue kando yako, tumalizie pale. Where are the candles? Madam Rosemary, kuja uniandika. Ziko wapi? The candles and then the balloons as well. Bwana sehemu yangu, wengine kuja mkue na hizi pia, especially led by this ladies. Wengine wakuja pamoja, wakuja wewe pamoja, baruni ziko wapi? Upro ile baruni yako. Oh, katika safari yangu natembea nawe. Kidogo tu, hii pesa hii nimeitakaza katika jina la Yesu Kristo, ili iweze kuondolewa, kwa sababu tunahitaji hii. Ni nani ako in charge ya pesa? Uondoe yote, Georgie, uondoe pesa yote, kwa sababu kama uko na kando, tunalipia hizo kando. Ni pesa gapi my sister? 100 tu ukarehiga na ama upatie mwenye hapo mbele yako. Kwa hiyo 100 na tutaiweka hapo. Tuweke hizo candles. Tunaanza candles ama we start with the balloons? Candles, okay. Wacha tuanze na candles. Tunafanya kitu gani? Tunaweka hizi candles. Kwanza ni kusema no matter what we go through, our fire will keep burning. Sitafanya biashara tena kwa sababu nilianza ikafanya hivi. No, we are saying no. Todotoria guy, si ndio?
Ngai munene. Amen. Oh, sorry. Nimeambiwa tutamalizia na kando kwa sababu mkiweka kando on kuna mahali mtaenda kuwekelea pale ndani. Kwa hivyo kando tubakishe kidogo, tutaongezwa, kwa hiyo tuanzie na balloon. Hizo kando I beseech you na wafanyakazi wale wote mko, kwa sababu I believe Kenyans we are blessed people, Nairobi we are blessed people, sisi tunafanyanga biashara. Hata kuna mtu atokanga nyumbani hana fare unarudi nayo. Sababu ukikuja sasa, nimeona panti nyingine inauzwa hapa, nilinunua yangu 500. Nimeona hapa 100. Yaani Nairobi hii, yaani unakuja tu unachukua panti hapa 100 unaniletea ofisi yangu 500. Kama uko wagira ate. How do you sell me panti 500 na umechukua hapa 100? Na kwa sababu sikujagi na huku chini lazima watu wakule, lazima wakunywe. So watu Nairobi ni kuangukia, Nairobi ni kufanya nini? Kazi. Wewe wenyewe unataka ati ni kama ni shamba la mawe. Yaani unachukua panti hapa na 100. Unapele unapewa kotini ya bei ya Hawaii. Na bei ya jioni unaniuzia 500. Sasa nimefaa ya 500 na nimekuta 100 hapa. Alafu tena bra, nakuta bra nyingine hapa at 50. How do you sell bra 50? Alafu mimi nililetewa nikaambiwa nichukue bei ya jioni to 350. Nimekuliwa 300. Nairobi we are blessed people. Tado tikoia. Kaira dikare bino yene. Nimepea. Sitakula nini jasho ya wenyewe. Mimi changengana kivyangu. Mungu abariki kazi ya mikono yangu, right? Na Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Ningetaka sasa kwa zote them. Ile wimbo nataka tuimbe hiyo wimbo after. Uniruhusu tu kidogo tumesijali sasa tumekuwe na wakati mzuri. Si ndio madam? Kando tutaibani later. Sasa ile kitu tunafanya ni balloon na imeandikwa message. Yake imeandikwaje mami? Let me see yako imeandikwaje. God remember the souls of the departed people. So sad. You know kitu tunasema, no matter what we go through, we will remain firm and strong. We are quitting to worry, no worrying. No matter what, we are not giving up. Kama unafanya kazi Sunbeam, inua mkono wako. Kama uko hapa ama hata neighborhood ulichomekewa na kitu, inua mkono. Sema mimi nimeapa, sitakufa moyo, sitaacha biashara, nitaendelea, maana wewe Mungu umeniweka hai ukiwa na mpango mwema juu ya maisha yangu. Fanya mikono yako isema, mikono yangu imebarikiwa, itafanya kazi, itapata pesa, imebarikiwa. Wekelea mkono kwa kichwa na usiogope. Mungu anakusema sema, mimi nitaishi kwa furaha na afya njema na amani. Sitaogopa, mimi ni wa Mungu na nitapenda Kenya na kuombea Kenya, maana Kenya ni nchi yangu. Mimi nimebarikiwa, kila siku nimebarikiwa, nitaendelea kwa nguvu zake Mungu. Amen. Rualia na Yesu, mfanye hivi Mungu, unasema Mungu wewe nakupenda, wewe ni Mungu wangu, hutaniacha na nitaendelea. Amen. Where are the candles? With all the wonderful messages we have on the candles, tunataka kusema we are strong together. Do you know we are strong as we are united? Do you know that? We are as strong as we are united. Tukiaga hinya nekonyitana. We are as strong as we are united, and we have to keep moving. Amen. So we lift them. Where the balloons? Sorry, it's the balloons. Lift the balloons. Tulikuwa tunataka tusishikanishe hivi alafu ziende juu. Connect na bili ama tatu ziende juu. And as they go up, we are telling God, Father, this is our message to you. It is a message of hope. We are going far. We are going far to the glory of your name. Are you there? Bwana sehemu yangu. Ngoja usirushe kwanza. Hebu shika turushe pamoja. Oh, katika safari yangu katembea. Haya tuinue. Inua na juu sasa. Tuanze 1 2 3 tukisema pamoja. Ngoja kidogo. 1 2 3 tutazirusha, si ndio? Tunasema our message to God atatutirago wagoa. No matter what may come our ways, our lives are in the hands of God. Kenya is in the hands of God. Nairobi in the hands of
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tunuses wote in Jesus' name. 1, 2, 3. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu. Roho wa Mungu anasema hizo balloon zimejawa na different colors. Ni kweli? Roho wa Mungu anasema tatikiri niduga tayaga hii. Roho wa Mungu anasema different colors. Those are different tribes in Kenya. Na Mungu anasema every tribe is important. Kila kabila ni ya muhimu. Every tribe is important in the eyes of God. Amen. We work together. Tumeona majenzi wanatufanyia namna gani. They are telling us we are all strong together. Usifanye hata hawataki kujua kabila gani, hawataki kujua unaishi Ruda ama unaishi Kibera, hawataki kujua. Wanataka all of us Kenyans. Let us make Kenya great. Let us make Nairobi work. Sidio? Let us live with one another. Let us honor one another. Let us love one another. Now I declare the peace of God that surpasses all human understanding upon us, upon our businesses, upon our families, and upon this nation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tunaenda kuimba wimbo halafu tuashe kando, then tutaongeleshwa kidogo. Lakini kwa heshima, nilihusu ni yani ningetaka niko na anniversary. Nimehubiri Nairobi hii miaka 18 kwa huduma inaitwa Prayers Beyond Boundaries. And I will be 18 years on 18th of August. Nimehubiri kama pastor now nikiwa na kanisa. Church started now 11 years. Na nita celebrate 11 years on 18th of August. Kwa sababu niko Beyond Boundaries. Kanisa zote Kenya zikiletwa pamoja. I am under there. And me, I go to every church. Ningeomba na nyinyi munitembelee. At 10 a.m. August 18th, 10 a.m. we will celebrate the anniversary. Onanyemwele guy, thank you for wagojiri. Please promise utakuja. Please promise utakuwa unaniombea. Na wapenda sana. I'll never give up praying for you. I'll never give up for Kenya. You are blessed and favored. Thank you leadership kwa kunialika hapa. Thank you Mwesh kwa kunialika. Let us sing together. Karago. Watu wanataka kuimba na wanasema uimbe na wao. Okay, for the sake of mtu mwenye angetaka kujua kanisa iko wapi, tuko kwa hema kubwa lakini tutatoka kwa hema juzi. City Primary, Fig Trees. Mnaona stage ya Fig Tree? Hapo Fig Tree Murang'a Road hapo, tunaingia hapo Fig Tree kuna City Primary School. City Primary School uko ndani. Ukiingia huko ndani utakuja church iko huko. Ni mimi nakuaga mchungaji na napenda. Na huyu mjamani mmoja wenu hapa anakuaga security yangu. Na anafanya kazi huko. Niko na kijana wangu wa Makeke yuko wapi? Mbona mkono. Yule mnaona ule anafanya kazi huko kwenu. Area hiyo hapo. Na ni mshirika kwetu. Vitu zake zote zilichomeka. Zote huyu. Ziliibiwa zote. Mambo ikaenda hivyo. So we are giving hope. Hata mimi mwenyewe nimeguzwa. Sababu sasa huyu atatoa tithe kweli. Atatoa sadaka kweli. Hata atoa. Tumeguzwa wachungaji, tumeguzwa. Enso Karago ateuke mwingine. Na gaikata angikwareria wikiria ya iremba tawayo karibia hapo